Senator Richard Onyonka. Asante sana ndugu Spika. Kwanza ningependa kusema kuwa nitakupa shukran kwa ujumbe ambao ulitokea kwa WhatsApp group yetu, na ningependa Mwenyezi Mungu akubariki mahali ambako utakuwa unakanyaga, na naamini wewe utakuwa na Sifuna. Ndugu Spika, ningependa kusema kuwa vile dada yetu Senator Lematiang na Mheshimiwa Cherargei wamesema, nadhani sisi kama viongozi lazima sasa tuanze kuulizana, tunataka nchi ambayo itaendelea hata baada ya sisi tumetoka uongozini, ambako wewe kama ulikuwa kiongozi ambaye amestaafu na ameendelea na maisha yake, hamna mtu atakuwa anakusumbua? Ama mungependa nchi wakati tunatoka kwa hivi viti ambavyo Mwenyezi Mungu ametukubalia kushikilia, itaelekea mahala gani? Itatubidisha sisi sasa tuende kujenga maukuta. Ukijenga nyumba yako unatengeneza ukuta ambayo iko ghorofa 12 na unakuwa na bodyguard 15 ndio unatembea kijiji. Wale ambao mnaongea na marafiki zetu kwa serikali, ningependa kusihi, tafadhali mwambie waziri wa mashauri ya Interior Mheshimiwa Murkomen ambaye alikuwa hapa, na najua wengine wenu mnaongea na Mheshimiwa Rais, tafadhali mwambie hizi ndizo vitu ambazo anatupa nafasi. Tunaendelea kutembea tukizungumza, Wakenya wanapiga makofi kwa sababu Wakenya hawataki mtu afe. Wakenya hawataki kama sisi tunaenda kule, hata kama tunaenda kupigia kifua tunasema sisi ndio wazuri na nini. Wakenya wanataka, kazi ya rais ni kuhakikisha hakuna mtu hata mmoja ambaye amekuwa nini, ameumia. Alafu na serikali ikija na wao wana mkutano wao, tunawaheshimu. Dakika moja tu ya kumalizia. Asante ndugu Spika. Sisi tungependa tuwe na nchi tunaheshimiana kama watu ambao wanakubaliana kuwa Kenya ni nchi ya kidemokrasia. Asante ndugu Spika. Danson